Sasa nyinyi wa Tanzania, hebu njoeni kwanza tuambizane. Huu sio mtego kweli huu. Hivi kweli huyu ni AI au ni yeye mwenyewe alikuwa anazungumza? Kwa sababu haya mambo kama yanatuchanganya changanya hivi hatuelewi. Sasa si tutajuaje kama ni AI? Mimi nahisi kama kuna kamchezo hivi kanaendelea. Hebu nyinyi wa Tanzania kwanza na nyinyi semeni. Hii ni AI au ni yeye mwenyewe alikuwa amekaa ameongea? Waba walikuwa wanajaribu kupima pipa upepo hivyo waone pengine ni kitu gani ambacho kinaendelea. Mimi niko hapa na wasikiliza ndugu zangu, nasoma comment zenu kwa sababu nakwambia huko sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na huko nje tayari wameshamprintia mpaka ma-t-shirt captain, wanampatia mpaka na mitano tena. Wanataka mpaka Watanzania waweze kumpatia kura bwana captain baada ya kuweza kujitoa muhanga, maana mambo aliyoweza kuzungumza ni mambo mazito. Kwa hiyo sasa hivi kwa nyinyi ambao sasa nyinyi wa Tanzania ambao mnatazama hii video, hebu mnieleze basi kwenye comment hapo chini. Hii issue ni kweli au ni fununu tu? Au nyinyi mnahisi ni AI imefanya kazi? Hebu niambieni rafiki zangu. Maana nyinyi ndio marafiki zangu, mimi nataka tukae tuweze kujadiliana na hili swala. Maana yake sasa hili swala linavyoendelea kama tulielewi. Lakini kwa zandani ndani ambao nimesikia mimi, wanasema kwamba wale ni watu wa upinzani, kwamba ndo wameigizia ile sauti pale, wakaweza kumchukua na picha ya ndugu yetu kapteni, wakaweza kuunganisha eti na maneno. Ndo imeenda pale imetumika, imekuwa kama AI sasa, ndo kwa staili kama hiyo. Lakini unajua kuna vitu vingine ndugu zangu tu tunaenda mbele, tunarudi nyuma, tunaenda mbele, tunarudi nyuma. Kwanza nyinyi mnaona mtazamo wenu umekaaje kwanza? Hebu tuanze kwanza na nyinyi kwanza, kwa sababu mimi siwaelewi. Unajua inapokuja kwenye swala la upinzani kama mnatumia nguvu kubwa sana, comment zinakuwa ni nyingi, mnafuatilia, mnashare video. Sasa mimi siwaelewi. Kwani nyinyi wenzangu, hebu tuambizane hapa kupitia comment. Nyinyi mnataka nini? Mnataka tuendelee na mitano mingine au nyinyi kupanga foleni na kuangalia ni namna gani ya kukinukisha? Sasa nyinyi mnataka kukinukisha, mtaweza? Kwa sababu wenzenu wanatumia mititi. Yaani mtavunjwa miguu hiyo ndugu zangu. Yaani kama nyinyi unajua mimi kitu ambacho nimejifunza, Watanzania wengi mnaangalia sana zile movie za ngumi. Kwa hiyo muda wote mnapenda masuala ya vita yani kama vile mkiandamana nini na mapolisi huku na kule mpigane nini. Ndugu zangu, haya sasa sio maisha mazuri. Hamwezi kupambana. Mambo ya kwenye movie ya ngumi hayo muweze kuachana nayo. Lakini mimi kitu ambacho nataka niwashauri, kweli hata kama ni AI lakini amejitahidi sana kuweza kuchambua vizuri. Amechambua tu vizuri. Mimi ndio kitu ambacho nimependa ile AI. Imechambua tu vizuri na imeweza kuzungumza katika, kuna baadhi ya mambo mengine ni mazuri tu yaliyozungumzwa, hakuna ubaya wowote. Na kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo viliweza kukaa na kuweza kuzungumzwa pale ni vya msingi pia vya kuweza kukaa na kuweza kuvitilia maanani kidogo. Wote nadhani tumeitazama ile video na tumeweza kupata mshtuko sana baada ya kuweza kuiona ile video. Lakini pale kuna kitu cha kujifunza pale. Japokuwa sawa, inaweza ikawa ni AI pamoja na mambo mengine. Unajua siku zote unaambiwa lisemalo lipo. Na hata kama halipo basi laja. Kwa hiyo chochote ambacho watu wanakuwa wanaongea kwa kukazia, ujuage hata kama hakipo kwa muda huo. Ujue sisi binadamu jinsi tulivyo. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa unafanya mambo ambayo kwa upande wako wewe unakuwa uyaoni kama haya mambo unayafanya. Lakini wenzako kwa nje wakawa wanayaona kwamba haya mambo yako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hasa kuna watu wengine huwa hawasemi, na kuna watu wengine hata wakisema unakuta inakuwa ni kama ngumu kusikilizwa hivi. Lakini mimi kitu ambacho nataka niweze kuwashauri ndugu zangu, mimi hapa kitu ambacho nataka niweze kuwashauri kwamba kwenye upande wa maisha, hata mumchague nani, hata mumchukue nani, hata muweze kumweka nani, mimi nataka tu nikwambie ukweli. Haya maisha bila kufanya kazi, bila kujituma, bila kuwa na juhudi zako tu za ufahamu wa akili ukaangalia namna gani ya kuweza kujipatia riziki, hata uweze kumweka nani, bado utapigika tu. Niamini mimi ninachokwambia. Najua kwa sasa hivi itakuwa ni ngumu kama kunielewa hivi, itakuwa ni ngumu, lakini huyo ambaye wewe ambaye yupo kwenye kichwa chako unatamani akae pale. Akikaa tu miaka tu mitatu ile ya mwanzo utasikia bora bwana tungemrudisha yule tulomtoa bwana. Mbona kama hapa sielewi. Ndio ndivyo ilivyo.
Ukitaka hata kufuatilia awamu zote ndio iko hivyo hivyo. Kwamba akiingia huyu utasikia bora bwana yule alitulegezea, hela zilikuwa zinaonekana. Lakini kipindi ya yule tena alipokuwa yupo, walikuwa tena wanamsema kwamba huyu mtu bwana ni mpole sana, sisi tumechoka bwana, tunataka mkali, kilienda, kikarudi, wakaletewa huyo mkali. Hela zimebana sana, bora tumpoteze, unajua tunapoteza mambo yetu, la. Hela zimekuwa ni ngumu. Sasa hapo imekuwa ni kama wimbo. Umeona? Yaani hapo sasa imeenda imekuwa ni kama wimbo sasa. Yaani wimbo unaimbika wimbo. Sasa Mungu akasema sasa kwa sababu tunaona sasa lawama zimekuwa ni nyingi, basi ngojeni niwapeni huyu mama. Mtaelewana kwa sababu ni mwanamke huyu hana shida. Haya, tumepewa na huyu. Tumekaa naye vizuri, tunaishi vizuri. Watu ambao tunaziona fadhila zake tunazizungumza, jamani, matunda ni mazuri. Lakini bado kuna kundi dogo la watu wavivu wameanza lele, kilienda, kikarudi. Sasa na nyinyi marafiki zangu, hakuna mtu utakayeweza kumweka wewe akuletee wewe pesa, ni kitu ambacho hakiwezekani. Maisha yanahitaji kupambana, kujituma, juhudi na kuwa na connection na kazi na mambo mengine kama hayo ili uweze kujipatia riziki. Na kitu kingine katika maisha, tunatofautiana, unakula kwa urefu wa kamba yako. Wewe huwezi kuwa unafanya kazi kwa mwezi unalipwa 100,000 unataka kushindana na mtu ambaye anaingiza 1,000,000 kwa mwezi, ni kitu ambacho hakiwezekani. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kitu ambacho nataka niweze kuwaambia ambacho ni cha muhimu sana. Kwanza tujifunze kuridhika na hali tulokuwa nayo. Pili, tujitahidi sana unapoweza kupata nafasi ya kuweza kufunga na kuomba, jitahidi sana kuwaombea viongozi wetu. Na wao pia ni binadamu kama sisi. Na wale wanakuaga wapo kwenye majaribu makubwa kuliko hata sisi. Kwa sababu sisi hatuna majaribu yoyote. Nikwambie tu ukweli. Wale wanakuwa wapo katika kipindi kigumu, majaribu mazito. Kwa hiyo unapokuwa unapata nafasi, jitahidi sana wewe unawaombea viongozi wote. Mungu aendelee kuwa pamoja na wao. Lakini pia tusiwage ni watu wa kulalamika tu, tunathubutu kufanya kazi. Na hata kama kazi zenyewe hizo ambazo nazungumza basi zinakuwa hazionekani, kuna wakati mwingine kwenye maisha pia ni kujifunza kuridhika na hicho ambacho unakipata, ili mradi maisha yako mengine yaweze kwenda mbele. Kwa hiyo mimi najua nyinyi ni watu wazuri kabisa, ila tu kuna kakundi ka baadhi ya watu wahuni kanajaribu kutupa maneno, kanatupa. Aka kikundi ndugu zangu muachane nako. Ako ni kakikundi kama tapeli, wauni kama wauni wengine. Wewe mimi na kila siku nawaambiaga marafiki zangu, nyinyi mnaanza kushauriwa na mtu ambaye yeye hayupo hata kwenye hiyo nchi. Anaanza kukaa na kuanza kuwashauri isiwi nyinyi kwamba eti mwandamane sijui nini. Mdogo wangu, wewe unakuja kupigwa, mwenzako huko anakula maisha. Wewe huko unahangaika. Unapambana na mambo huku, mwenzako kule yupo kwenye range anakula kitu anapata feni pale. Wakati wewe upo huku unahangaika mdogo wangu, unavunjwa miguu yako katika masuala yasiokuwa na msingi, mwenzako yupo zake kwenye hoteli huko anakula vizuri, anashiba, analala na uhakika na maisha yake na hana hata muda na wewe, anahangaika tu kulinda watoto wake na familia yake. Kwa hiyo sio kila kitu cha kuweza kukaa na kuweza kukifuata kwenye mitandao, sawa wanangu? Sio kila kitu, na kikubwa tujitahidini sana kufanya kazi. Pia tusiweze kuwa ni watu wenye tamaa kuweza kutaka kufikia vitu ambavyo vinakuwa haviwezekani. Na maisha tunayoishi sisi ni maisha mazuri sana. Tunatakiwa tuweze kukaa na kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pia simuona hata tunaponenepa mashavu. Maisha ni mazuri kwa kila mtu. Maisha ni mazuri tu kwa kila mtu. Hata wewe rafiki yangu unayetazama una maisha mazuri bwana. Sasa wewe ungekuwa una maisha mabaya ungenionaje rafiki yangu hapa kwenye mtandao? Wewe una maisha mazuri, ndio maana hata umeniona umeweka MB umejiunga, ndio maana hata unaniona. Kwa hiyo kwa wale watu ambao wanafanya vitu ambavyo sio vizuri, mjitahidini sana kuweza kukaa na kuweza kuwakemea. Na uhalifu, maana yake unapokuwa unafanya jambo la uharibifu wa vitu, maana yake wewe una tofauti na mhalifu. Yaani wewe hata unapoenda kufunguliwa mashtaka wewe ni mhalifu mtakatifu wewe. Umerusha jiwe, limegonga gari, wewe tayari ni mhalifu. Sawa? Kwa hiyo tujiondoe katika makundi ya kiuniuni wanangu. Maisha ni mazuri kabisa haya ambayo tunaishi, tunatakiwa tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu, tuendelee kuishi hivi, aendelee kutupatia neema. Lakini pia sisi tutaendelea kuombea uchaguzi na tutahakikisha uchaguzi tunaupiga tiki. Shwa upite, tuendelee na mambo mengine. Au mnasemaje marafiki zangu?
kuleni 5 kwanza hapo. Kula 5 hiyo. Yaani wewe rafiki yangu wewe.